kwa maana ya kwamba sisi itakapoingia kuna watu wataponywa. Neema ya Mungu iliyobeba karama za kuponya itatenda kazi kwenye mkoa. Haleluya, haleluya. Ndio maana ni muhimu sana kuombea mikoa na kuiombea kwa moyo wa kutaka. Na mikoa mingine tumetokea kule, wilaya zingine umetoka kule, na wakati mwingine unajua kabisa mambo yanayoendelea. Usijizime data kwenye mkoa wako. Halo, unaweza ukawa Arusha na kinachokutawala Arusha ni nguvu ya mkoa uliotoka. Halo, halo, kuwa Arusha sio kuhama nguvu hiyo ya mkoa uliotoka. Unaweza ukahama mikoa, lakini nguvu iliyo ndani ya huo mkoa haijali umehamia wapi, kwa sababu nguvu zinawasiliana na nguvu zingine. Kwa hiyo unaweza kuwa uko Arusha lakini unaishi kama wa mkoa ulikotokea. Halo, unaelewa vizuri? Ndio maana ni muhimu sana kama tunagusa mkoa uliotokea, ndugu yangu, usiombe kilegelege, usiombe kiudhaifu. Unaweza kuwa mkoa wa Arusha na kama mkoa kwenu, na uko Arusha unaishi maisha ya kule na uko hapa. Kwa nini? Sio mkoa wa Arusha umeamua mambo yako, ni ulikotokea una mambo yako. Halo, halo. Tunapoombea mikoa, urejesho wa ardhi, urejesho wa umiliki, urejesho wa utawala. Maana unapopata nafasi kama hii, wacha miguu ichoke, wacha kiuno kiume, wacha koo likauke, lakini uombe. Haleluya, uombe. Tulipokuwa tunapita kwenye mkoa huo wa Kigoma, tulishangazwa na jambo moja. Unakuta mtu ana boma la ng'ombe zaidi ya 20, ng'ombe wa maana, lakini nyumba anayoishi ni ya tembe. Lakini ana ng'ombe zaidi ya 20, na kama umebahatika kujenga nyumba ya tofali za kuchoma, yaani unashindwa, hii nyumba ni choo, unashindwa hata aina ya kitanda kinachokaa pale. Yaani kwa upande wa chumba labda kitanda cha 2 na lakini ukiangalia anaweza akawa na wake 2, ana watoto zaidi ya 6. Uangalie mahali panaitwa nyumba, unashindwa. Ng'ombe zaidi ya 20, hali ndio hii, unashindwa. Na inakaa kama ndio uniform, yaani inakaa ndio uniform. Wanajenga mjengo mmoja, wanapaua upao mmoja, yaani vitu vya hovyo. Unashinda kuelewa nini kinachotawala hapa. Halo, unaweza kuwa umetoka maeneo kama hayo na bado uko Arusha na unataka kufanya vitu kama hivi, kwa sababu sio wewe, ile nguvu ndio inafanya kazi. Ndugu zangu, maombi ni mazungumzo kati ya mtu na Mungu, na maombi pia ni silaha ya vita. Unaanza kukaza uso, unapoanza kukaza nguvu, unapoanza kukaza misuli, unapoanza kuongea kwa ujasiri, maombi yanatoka kuwa mawasiliano, yanageuka kuwa silaha. Ndio maana ukiyapenda maisha yako, utafanya mwili wako uwe silaha ya kweli. Amen. Hauwezi kuwa na sauti ya kwanza kutoka
kutoka Januari mpaka safisha, na bado wetu umeokoka na unakuja kwenye maombi. No, tunataniana. Sogezeni, tunataniana kanisa. Mnaelewa ninachozungumza? Narudia tena, huwezi kuwa na sauti ya kwanza. Tunaanza Januari, tuna maombi kila Jumatano, tuna maombi Jumapili. Jinsi unavyoomba, sauti yako ya kwanza ni ile ile, haijawahi kukwaruzwa. Wewe una shida, una shida. Tangu umeifunga hiyo sauti ya kwanza mpaka leo, nipe matokeo yako. Imekuletea nini? Inafika mahali. Ndio maana Biblia inasema katika Kristo hakuna mwanamke, hakuna mwanaume. Kwa nini? Inafika mahali tunajua huyu ni mwanaume, ana sauti ya nne, lakini kuna mahali katika maombi unamsikia kama sauti ya kwanza. Halo? Tuko sawa? Inafika mahali tunajua huyu ni mwanamke, lakini kwenye maombi anaunguruma kama sauti ya nne. Wewe fuga sauti. Kuna mtu baada ya maombi pengine tunataka uende mwambie baby, I love you, I miss you. Utamisi mpaka mashtani na yatakulafu. Fika mahali ukiongea wanashindwa wewe ni wa kike au wewe ni wa kiume. Sauti inakosa, wanaona tu gauni ndio ni wa kike. Halo? Sio kuanzia Januari kwa Disemba. Iko salama. Fika mahali uume, ndio niko sawa. Wakuulize unauma kikombe? Hapana, niko sawa. Nilikuwa nashughulikia mambo kwenye ulimwengu wa roho. Halo? Mali abia siku za kudeka zimeisha. Halo? Mwambie mwenzako siku za kudeka zimeisha. Angalia mnavyoambiana kwa hiyo. Mwambie siku za kudeka zimeisha. Alafu mkubwa ni mnayo unamdekea naye. Hizi ni siku za kupambana. Amen. Angalau tuache mama. Halo? Kama haitakuwa vile ninafikiri iwe, angalau niache mama. Haleluya. Haleluya. Gabriel, unanisikia? Unanisikia? Ni mambo ya kuzunguka hapa hivi kama unamumunya peremende. Ndugu yangu, na unaitwa Gabriel, malaika wa habari njema. Badilisha hii hapa. Kanyaga kwa misuli. Kama kinywa hakijajaliwa sauti ya kutosha, weka na mikono, weka na miguu. Onyesha kuna kitu ninataka kubadilika. Halo? Halo? Kwa hii ni neema ya urejesho. Na turejeshi vitu kilegelege. Tunapambana kwa msaada wa Bwana. Haleluya. Ninawafundisha vizuri. Ninawaonyesha njia. Kama kwako hajawahi kufanya kazi. Na sina kuambia ndugu yangu. Maana ninajua kuna maeneo unaweza kunishinda na kuna maeneo utazimika uniache. Halo? Halo? Tuko sawa? Halo? Amen. Na nataka uweke msingi vizuri. Tumeomba haya maombi, haijakwisha. Unajua nitakurejeshea mashamba yako.
hajasema nitarejesha shamba. Sio kama unaelewa hiyo lugha. Mfalme ana uwezo wa kukuangamiza, maana wewe pia ni kizazi cha adui wake, lakini kuna namna imetendeka ukapata neema. Haleluya! Kuna namna imetendeka ukapata neema. Anasema ninakurejeshea mashamba, sio shamba. Ndugu zangu, wa jambo moja kwenye huu ufalme wa Mungu. Sawa, sema amina. Sema amina. Kwenye huu ufalme wa Mungu kinachotakiwa kiwe kimoja ni mke au mume. Mwambie mwenzako kuna hiyo. Naongea kama sauti zili. Ongea mara ya pili. Mwambie tena. Kama wewe ni mtoto wa Mungu, sehemu moja peke yake ndio inatakiwa na kitu kimoja, na moja au kuwa na mume peke yake. Hapo ndipo mahali tumefungiwa. Lakini nje ya ndoa, watoto zao wanavyotaka. Halo, kazi uendazo nyingi, biashara uendazo nyingi, mashamba uendazo mengi, viwanja uendazo vingi, nyumba uendazo nyingi. Haleluya, haleluya. Ni ndoa peke yake inataka mke mmoja na mume mmoja. Nje ya ndoa, ukiwa mtoto wa Mungu utake vingi. Halo, mwambie mwenzako, kama wewe ni mtoto wa Mungu, una fursa ya kutaka vingi, isipokuwa mume na mke. Haleluya, haleluya. Inaanza kuelea tumishi wa Mungu nabii Elisha kwenye Wafalme wa Pili, akajiliwa na mwanamke ambaye alikuwa ni mke wa nabii, na nabii amekufa, amemwacha mama na deni la watu. Walichukua mkopo, walikopa kikoba, alafu mzee akafa, mama akaja kudaiwa deni na mama akakosa cha kulipa, na wadeni wakasema nini? Tutachukua watoto wako badala ya deni. Halo, mama akapata wazo la kumkimbilia mtumishi wa Mungu Elisha, akamwambia, mimi ni mke wa mtumishi. Halo, na mtumishi amekufa na tuna deni, na wadeni wamekuja na wanataka kuchukua watoto wangu, nisaidie mtumishi wa Mungu. Haleluya, haleluya. Hivi ukiwa na deni, pa kwanza kukimbilia ni kanisani au na? Unajua, ndio maana pressure lazima ikuue. Kwa nini? Una deni kikoba A, unakimbilia kikoba B kukopa ulipe kikoba A. Wakati wa kikoba B wanakuja, unakimbilia C ulipe kikoba B. Unajikuta una mikopo mitano na umefeli minne. Mwambie mwenzako, hiyo sio akili. Kimbilia. Sikuzuii kukopa, maana maisha haya unaweza ukakopa, lakini wakati mambo yamekufika hapa, usiwaze wanadamu, anza kuwaza Mungu. Huyu mwanamke anakimbilia kwanza kwa nabii, anakimbilia kwa Mungu, ana
ungekuwa umesoma Malaki. Haleluya, haleluya, haleluya. Wafalme wa Pili 4 kuanzia mstari wa 7. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu. Naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya ueni hapa. Anza nyuma kidogo. Kuna bali unapataka. Kabla hajaja kumwambia mara ya pili. Mara ya kwanza, mstari wa kwanza. Twende. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii. Ni mwanamke wa nani? Za wana wa manabii. Kwa hiyo ni mke wa mtumishi. Yes. Ni mke wa nani? Kwa mtumishi anakopa. Mtumishi anaishi mbinguni. Unajua nyie watu wakati mwingine ndio maana mnatufundisha tabia mbaya. Naambia ukweli. Kwa sababu ninajua akili zenu mnatusema nikikwambia kuniazime 10,000 unanitangaza. Unajua inasemaje hiyo njia? Ukichukua hichi kitambaa ukapitisha kwenye biashara utauza maradufu, na hiki kitambaa kwa upako uliowekwa hapa nani anachukua mara moja. Unaamka kama una akili, unaniletea 20 mara 5. Nilikuwa nikukope tu 10,000 nitatue shida yangu. Yesu ni Bwana, Yesu kwako awe Bwana. Sasa umenifundisha uhuni, ninakuwa muhuni na wewe ndio unakula shida. Usifikiri vitu vyote ni ufunuo, vingine sio ufunuo. Ni watu wameamua wataishije sasa, maana washirika wao akili zao ni sifuri. No. Tuko sawa. Najua kuna wakati mmoja nilimwambia mshirika mmoja, kwa sababu hayuko hapa na hata atatufuatilia, nafikiri anaweza kusikia, lakini ukisikia ujue nimekusema, ila nimekuhifadhi tu jina, ila nimekusema kwa faida ya wengine usio tabia kama ya kwako. Sikiliza, nikamwambia tu hivi, nina hamu ya samaki. Hello. Bahati nzuri alipokwenda alifanikiwa na kaleta samaki. Kuleta samaki kukabadilisha historia. Mimi ndo naitunza nyumba ya askofu. Wewe samaki wa siku moja ndio matunzo ya yaani unanizalao kwa gani? Samaki ya siku moja. Samaki ya siku moja ndio umenitunza, unaweza kusema. Hata ukiniletea mara 2, hata ukilipa mwezi mzima. Mimi nimeanza kuishi wa mwezi kweli. Ndio nimezaliwa. Ila tulimrehemu tukamwachilia, na mpaka leo ni mshirika mzuri na ni mtoto wangu mzuri zaidi. Maana nilijua 0 tu ilikuwa kichwani. Sasa ninasema haya na wewe kwako. Huyu ni mke wa mtumishi. Ndio maana rafiki zangu, ukweli usiopingika, wanawake hawapendi kuolewa na watumishi. Halo? Na ikiwa waliolewa kabla na huyu mtu akaja akaanza kupata mwito, ndoa inaingia mgogoro. Si shetani. Mama anayaona maisha ya utumishi ni kugangamana na maombi. Anajua sasa siku za kufunga zitaongezeka bila mpango. Kuvaa mpaka Bwana aseme. Kusuka ndio twende kilioni mpaka kilio. Wanayajua
watumishi. Wanaona watumishi kuna mahali wanapopitia. Ni ukweli usiopingika, kuna mahali tunapopitia, lakini sio pito la milele. Wanaotuvumilia wanakujaga kula mema. Halo? Na hata wasipokula mema ya dunia, watakula ya mbinguni wasipozinia Mungu. Haleluya. Mtumishi maisha yamemgonga mpaka amekopa, na kabla hajamaliza mkopo amekufa. Mama anadaiwa, hana kitu. Wadeni walivyo wabaya wanasema, tutachukua watoto wako, watakuwa watumwa wetu, watafanya kazi kwetu kwa ajili ya deni lako. Mama akaona kuliko watoto wangu wachukuliwe, kuna jambo nitafanya. Akafanya hili. Niendelee mstari wa kwanza. Sijui kama unaendelea unaanza. Twende soma. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha. Akasema, sikiliza, alimlilia Elisha. Hakulilia SACCOS, hakulilia benki, hakulilia kikoba, hakulilia ndugu za mume wake, wala hakulilia ndugu zake mwenyewe. Huyu mama kwa maisha aliyoishi na yule mtumishi alikuwa mume wake, alijifunza mahali kwa shida zake kwa Mungu. Amen. Halo? Ndugu zangu wanisaidie, sijui rafiki zangu wanisaidie. Ila kusaidia nini? Jifunze kumkimbilia Mungu. Anasema akamlilia. Hakwenda kwa Elisha na uso wenye poda. Wamama, simama mwenzenu. Hakwenda kwa Elisha na uso wenye wanja. Hakwenda kwa Elisha na uso wenye lipstick. Alikwenda kwa Elisha na machozi. Kuna namna ukililia, hata kama mbingu zilikuwa zimesema hiyo haja itakuja baada ya miaka 5, kuna namna ukililia ukagusa moyo wangu, na Mungu anaishi ndani yako akaguswa, miaka 5 inarudishiwa, inakuwa leo. Tatizo ni jinsi unavyokuja, haudi jinsi ambavyo inagusa. Unakuja kama mtu uko sawa. Baba, nimekuja na daiwa, kuna kakopo na daiwa. Kwa hiyo Baba, nimekuja, nilikuwa tunaomba maombi yako. Ninakuangalia, ninakusikia, ninajua hii haijakaza. Kumbe mwenzangu, maji yako kwenye koromeo, lakini staili umekuja nayo inanionyesha haijakaza. Na kama ya kwako haijakaza, na maombi yangu hayakazi. Nakupa siri leo, ninakuombea kwa kiwango cha kuguswa kwangu. Halo? Unaelewa nazungumza? Ninakuombea kwa kiwango cha kuguswa. Wacha niwaambie rafiki zangu, kuna mtu anakuja na anapokea na anakwenda, na kuna watu wanakuja na wanapokea. Kwa nini? Jinsi walivyokuja vimetofautiana. Kuna story kwenye Biblia kidogo utatuoni pale, ambayo inasema inatumia kwa kazi yangu kuhubiria watu. Haleluya. Kuna story inasema Yesu alikuwepo nyumbani mwa Simoni mkoma. Mmesoma kwenye Mathayo? Simoni mkoma. Sasa sitaki kuweka tafsiri nyingi za kitheolojia, lakini nataka uchukue Simoni mkoma.
Simoni. Okay, tuashumu tukae kama hatutaki kuelewa zaidi. Mtu mkoma sio ukoo. Kuna ugonjwa unaitwa ukoma. Halo? Hebu tuchukue kwa taswira hiyo. Usiweke lugha ya kitheolojia, sawa? Usiweke theology. Lakini chukua tu kwa uelewa wako. Simoni the leper. Ndio unasema kwa Kiingereza. Sasa leper ni mtu mwenye ukoma. Sawa. Yesu alikuwa kwenye nyumba ya mtu mwenye ukoma. Akiwa kwenye nyumba ya mtu mwenye ukoma, akaja mwanamke ambaye anasema ni mwenye dhambi wa mji. Alipofika akaanza kulia kwenye miguu ya Yesu. Ni mwenye dhambi. Na huyo hapo ni mkoma. Sikiliza. Mkoma anasema kama huyo angekuwa nabii angejua mwanamke anayegusa ni mwenye dhambi. Mkoma haoni ukoma, anaona dhambi ya huyu mtu. Huyu mtu hakuangalia ukoma wa jamaa, aliangalia dhambi yake, na Yesu anamlilia. Mwisho wa story, Yesu anasema huyu mwanamke kwa kuwa amependa sana, amesamehewa dhambi zake. Sasa wewe Simoni mkoma, pamoja na kumkaribisha Yesu, hakuna mahali imeandikwa Yesu akamponya ukoma. Haipo. Alikuwa ameitwa na Simoni mkoma, lakini asiyomwita alipokuja, ile namna amekuja ilimpa alichotaka kutoka kwa Yesu. Na yule mwingine aliyomwalika kwa mbwembwe, hakuna mahali panapoonekana nini kiliwahi kufanyika kwake. Kama ni Simoni mkoma, alibaki na ukoma basi. Halo? Kwa nini? Hata ukimfuatilia unamwona hana mudi yoyote ya kuponywa. Yuko mbele ya Yesu, lakini hana hisia zozote za kuponywa. Ni wangapi wataibuliwa? Ndio maana ninapowaita hapa mbele, siwekei kila mtu mkono. Ninakutazama kwa jicho la kiungu. Umekuja na umeguswa na hali yako namna gani? Nikikuona bado uko mbele mzururaji, sikuwekei mikono, kwa sababu ni kupoteza muda. Haitawahi kutendeka. Haitawahi kutendeka. Mwanamke anatoka huko, anakuja kwenye nyumba ya Simoni mkoma, anapokea msamaha wa dhambi, anatoka amebadilika, na Simoni mkoma yuko vile vile. Usipoliona tatizo lako ni tatizo, hakuna jinsi litaondoka. Hey. Hello? Huyu mama alipojua tatizo lake la watoto kuchukuliwa kwenye utumwa kwa ajili ya deni, hakuna namna anaweza kufanya mbele ya mtumishi wa Mungu, alilia. Machozi yalitoka kuonyesha anavyojisikia ndani. Alipendi hilo jambo linalotakiwa litokee. Anataka njia, hawezi kuzungumza vizuri, lakini machozi yanaonyesha amedhamiria mabadiliko. Hello? Tunakujaje mbele za watumishi wa Mungu? Tunakujaje mbele za Mungu? Usichoona kinastahili kubadilika sasa, hakiwezi badilika. Kabla ya kubadilisha unachotaka kibadilishwe, anza kubadilika wewe mwenyewe.
Halo, 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 tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Waliopata kwa Yesu bila kung'ang'ana ni wale waliokwenda kwa hisia tofauti. Mwanamke aliyetokwa na damu ametibiwa na matabibu wengi miaka 12, hakuna msaada wote. Aliposikia Yesu Mnazareti anapita, alisema moyoni mwake, nitapenya na nitagusa upindo wa vazi lake, na ninajua nikiugusa nitapona. Mwanamke aliyeugua kwa kutokwa damu miaka 12 anapenya kwenye msafara wa Yesu ambao watu wengi ni wanaume. Sio kitu cha mchezo. Yesu hakuwa na msafara wa wanawake wengi, wengi ni wanaume. Lakini mwanamke alidhamiria, nitapenya mpaka niguse upindo wa vazi la Yesu. Tukisoma tunaona kama ilikuwa rahisi sana. Ndugu zangu, hayakuwa maamuzi rahisi kwa mwanamke, hasa wa Kiyahudi. Ni sawasawa na kikao cha Wamasai wa kiume, halafu mwanamke akatiza. Mnajua shughuli yake, mnajua shughuli yake, si ndio? Wayahudi walikuwa wachangamani na wanawake, lakini zaidi ya kuwa mwanamke, huyu ni najisi kulingana na maandiko. Kwa hiyo na ni miaka 12, sio siri. Lakini ameamua, kama watanipiga mawe sawa, kama watanifanya nini sawa, lakini nataka shida yangu itatulike. Aliamua maamuzi magumu na alipata msaada. Halo ndugu zangu, neema inarejesha, lakini sio kwa uzembe. Lazima ujizatiti. Amen, lazima ujizatiti. Akamlilia mtumishi wa Mungu, alafu alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemdai kwa utazuri amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili. Alikuwa na mtoto wa kiume wawili. Endelea. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Baba? Niambie. Una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Ndio tu nimebaki nayo. Sina vitu vingine. Nimeshiwa. Halo. Kuna wakati unaweza ukawa unadaiwa milioni 10. Sawa sawa? Na umejitahidi sana, umetafuta, umepata milioni 1.5. 8.5 inakukoseza ushirikizi. Na unatafuta Mungu akusaidie. Anakwambia, leta hiyo. Una nini? Utajibu namna gani? Utajibu na 1.5. Nawafundisha, utajibu na 1.5. Utasema, ndio maana nimekuja maombi, sina kitu. Ni kweli una kitu? Wakati mwingine mfunguke, anaambiwa una nini mama? Kwa maana Mungu kuna mara anataka kuangalia umedhamiria shida itatuke, lakini wewe kama wewe ni wapi umefika? Mungu anatafuta kuyaona mawazo yako ya utatuzi yamegota wapi, ili akianza kufanya usiseme ni nguvu zako. Halo, anaambiwa, anasema nina chupa ya mafuta tu. Mungu anapojana wewe kweli. Wakati mwingine unadaiwa milioni na una 200,000 na unataka maombezi, unakuja kwangu na kwambia una nini? Unasema na 200,000 tu, mtumishi, nitaleta kwanza madhabahu, na ukitoka mlango sitakuona tena. Maana sema ndio
ndio kianzio cha kwenda milioni. Anataka tena nilete kama sadaka. Hii sio kanisa. Haya, nenda nayo tuone utakapofika. Na leo zuri nimesema kuna wakati utaulizwa una nini. Uwe muungwana, uwe kweli. Tena kwenye swala la pesa, wengi mnafeli. Narudia tena, wengi mnafeli kwenye swala la pesa. Wewe ndio mfano rahisi. Tulipokuwa na mchungaji Ima, tukaweka utaratibu angalau tuwajue washirika wetu vipato vyao vikoje. Kama ni kukuombea, nikuombee nikijua huyu akipambana kwa wiki anapataka 50,000. Huyu ameajiriwa analipwa $200,000. Huyu anafanyaga kazi zake mwenyewe, baada ya wiki anaweza kuwa na faida ya 10,000. Tulitamani kujua. Wacha nikwambia, hakuna zizi kama hivi. Wengi mlikataa kuandika. Ni kama ukionyesha kipato chako, pasta atakuja kukukopa. Na uniangalie vizuri. Ni nani aliyekukuta mwenzake? Ni mimi nikukuta au ndio nikukuta ujikasi? Na kabla hujaja mimi nilikuwa naishije? Kuna wakati najua ni ujinga ambao tunaufuta. Zero huwa inafutwa shuleni. Sawa sawa, hiyo msiogope, hiyo zero inafutwa. Nisikilize vizuri. Hilo zoezi lilikuwa gumu. Mtu kuandika kipato chake hata cha makadirio, kwa sababu moyo umeshikamana na pesa. Ni kama mchungaji akijua unapata ngapi, atauliza fungu la 10. Hii inatuonyesha mwizi na kibaka wa kwanza kanisani ni wewe. Niwape mfano. Kama leo ukibarikiwa Amerika na ukapata ajira, ukapata kazi Amerika, leo kwenye fomu ya ajira kuna mambo matatu. Wewe ni dhehebu gani unajaza? Mchungaji wako ni nani unajaza? Akaunti ya mchungaji wako ni ipi unajaza? Sio swala la kuulizwa, ni moja ya kanuni za kuajiriwa. Alozima hiyo siri yako. Na nisikia sio kuulizwa, sio kubembelezwa. Mshahara unapolipwa, anayekulipa anaangalia fomu yako. Fomu yako ina namba za mchungaji. Fungu la 10 inakatwa na kampuni moja kwa moja kwa mchungaji wako. Na hawajaokoka, ila wana misimamo ya kufuata mbele. Hawajaokoka, ila wanajua ukitoa fungu la 10 ni baraka na nchi yao inabarikiwa. Kwa hiyo wakikuajiri, lazima hiyo mifumo waizingatie kabisa. Utoe fungu la 10 kwenye kanisa lako na inakatwa. Ni sawasawa na compassion. Compassion popote ukiajiriwa, hakuna mbili. Ukilipwa imeshakatwa ya fungu la 10. Unataka utaki. Halo? Muulize ndugu zako, mchungaji wako anajua mapato yako. Sasa unakujaga tu sana kuniambia kazi ikaribika. Kazi ambayo sijui unapata nini. Hata ikiharibika najua imeharibikaje. Nikiwa ninajua kwamba kazi hii ya mtoto wangu inampata faida labda 100,000 kwa wiki, lakini hii wiki imempa 40,000. Ukiniambia hiyo lugha inaniingia na inaniingia vizuri, na nauliza Mungu, kwa nini arudi nyuma?
unaniambiaga tu imevurugika, imechanganyikiwa, imepooza. Kama unavyoniambia zigizage, na maombi yangu ni zigizage hivyo hivyo. Mungu mwangalie mtumishi wako na kazi zake. Amen. Geukia mtu mwambie neema ya urejesho. Sinawasaidia hata mrejee kwenye mambo vizuri. Sinawasaidia. Una nini? Nikusaidie. Nina mafuta. Chupa kidogo na mafuta. Kumbe kuna mahali bado hujafilisika. Yaani wewe sio huna, ni kwamba ulichonacho tu hakitoshi, lakini unacho. Sasa nataka kutoka pale ulipo mimi niweke neema itakayokupa zaidi ya kile usichokuwa nacho. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Sikiliza. Inawasaidia. Nilipokuwa nimesafiri na ninaondoka, wakaambia mpeni mtumishi wa Mungu mnahitaji maji ya njiani. Ninashangaa, hivi njiani tunakuwa tuna ni wapendwa hivi, simtafute majina mazuri, maji matupu kweli, lakini sasa tumpe maji ya njiani. Okay, pe maji. Mimi nikasema sio maji, nilisema mwenye sio maji, nataka kauli na itoshe. Nilisema mwenye, maana mimi sio Mungu, na nikawapa namba, wakaweka. Mwisho wa siku nikaangalia karibu 5,000 na ngapi hivi za Kenya, nikapiga mahesabu, nikawaambia hivi, wewe mama sikiliza, nauli imetosha, lakini sina cha mkononi cha kwenda kwa mke wangu. Sina. Sio jambo la aibu. Hapana. Nikamwambia nauli ya kwenda imetosha, lakini nahitaji hivi ya suruali. Fanya mambo. Nimetembea pesa kakaingia na kasimu kakaja. Askofu, kuna kitu kidogo nimekutumia hapo, jamani tu barikiwe. Nakumbuka sikusema hata mbona, lakini nimeingia nikaangalia, ukichecha angalau kila sukari na mchele na nyama siku hiyo umefika, haikosekani. At least mama amerudi nyumbani. Una nini mkononi? Unarudisha tu begi. Halo? Unarudisha tu begi lenye nguo chafu. Hata ile sabuni una. Huyu mama sinaenda kumtesa tu, hata akisikia safari kesho anaona mateso yanaingia. Atarudishwa begi na nguo chafu. Sabuni hata ile sabuni. Hapana. Halo. Narudia tena, hapana. Sikileni vizuri. Safisha hata kuhudumia afe na majanga. Atakuja kwako na utampa. Unataka utaki. Mtakavyodai kama mtanipa. Maana sikuombi nitakudai. Na naruhusa kukudai. Maana nakupa vingi na mimi nataka mara moja kwa miaka 5. Na kudai. Na kama utaki ndipo nirudishie maandiko yangu yote. Ndio kadibile mla. Nigeuka kufanya sarakasi. Za nini? Nenda kufanya vitu kwa hapa vya kukuchuna. Vya nini? Wacha nisubiri Mungu akiniambia jambo la kukusaidia ndio nikwambie. Lakini sijitengenezee vitu vya kukufanya utikisike ili vile video nivae. Ya nini? Nakuja pima umwili, nataka suruali kesho. Na siendi badani bila suruali yako. Ndio utajua ujui. Kimchezo. Hello? Hello? Amen. Sawa. Mimi nawaambia kweli. Neema inarejesha. Haitaki watu goigoi. Neema haitaki watu wazembe. Neema haitaki watu wavivu. Neema haitaki watu waoga. Neema inarejesha kwa watu
kuna mali inataka unasema nini, unaamua nini. Huyu mama alisema pale, sikubali watoto wangu wachukuliwe, mtatafuta msaada kwa nabii. Machozi ndio haya, maneno ndio haya, na nabii anaambia sasa nikufanye nini? Maana nabii alipyuko mlimani hakuna hata chumvi, anaambia sasa nifanye nini? Mama, una nini nikusaidie kutoka hapa? Haleluya, haleluya, jamani, mko hapa? Mko hapa? Mko hapa ndani ya Omega? Mwambie zako neema inarejesha. Haleluya. Kama kuna watu mnatakiwa mwe hodari, shujaa, imara, wenye madai ya kweli, ni ninyi ambao mmezaliwa katika Biblia. Ninyi ambao Yesu Kristo ni Bwana. Mnatakiwa watu wakiwaona hivi watetemeke. Sio wewe ndio unatunganisha miguu. Hello. Hello. Amen. Kwa sasa. Askofu mmoja wa kanisa letu Kenya akaja kutulaki tulipopeleka mgonjwa hospitali, na akajipendekeza kiwango cha kusema twende mkale nyumbani. Akajipendekeza zaidi, akasema tutawatafutia na kahoteli mkae siku za kuangalia mgonjwa. Sawa, lakini sisi tulienda kama tulivyoenda, yaani kama hivi nilivyovaa ndio hivyo tulienda, tumeamkia kule, tumeshinda hivi. Akaja tena kupendekeza vizuri, lakini nguo zenu zimechafuka. Nafikiri tungesemaje tukiwa na mzee? Nafikiri tungesemaje? Bwana atatusaidia tu, atatufunika, mgonjwa akipona tutaenda tu, tutavumilia, au pengine sijui mzifuefue tubaki na singlet. Hatukusema huo uchafu. Alijipendekeza vizuri kabisa, fanya jambo. Mzee akasema mimi navaa 36, mimi nikamwambia navaa 34 na shati navaa large, na akasema navaa XXX large. Sijileta, hatuwezi kuongea lugha sijui, hamna. Kafanya jambo, na akafanya jambo, na jambo lenyewe ndio hili. Tunauguza watu, lakini pia tunabarikiwa ndani ya kuuguza. Sio ugonjwa, sio mbaya mpaka mwisho. Ndani ya mgonjwa kuna shati la mtu. Ni hamwezi kuelewa haya. Neema inataka watu waoga. Neema inataka watu shujaa, shupavu. Haleluya. Tuko sawa sawa. Unajua tulipofika kwake anafuga kuku. Tukagonga kuku siku ya kwanza mchana, tukagonga kuku usiku, tukagonga siku ya pili kuku. Mzee wangu akasema inaonekana mpaka tutoke hapa tutakuwa tumemaliza hizi kuku. Akadakia shangazi wa mgonjwa, kwanza stori kama alikuwa anakataa kula kuku. Nikamwambia mzee, tulia kabisa. Kama hizi kuku zitakwisha kwa sisi kula, ndio mwanzo wa kuanza upya. Na kama ziko kila siku tutakula kuku hapa. Na asitokee mtu miongoni mwenu anaweza kuangalia kuku mezani, anaanza kuwaonea huruma kuku wasifu. Kuku wanakufuata na kibendi, wanatupa. Wacha wape kwa kuchinjwa tuwape. Mzee akasema, mwanangu umeongea. Akamwambia mchungaji, wacha tule. Tulikula kuku mpaka siku tukaondoka, tukasema basi imebidi twende. Tulikula. Neema haihitaji waoga. Neema haihitaji watu waoga. Nasema neema haihitaji watu waoga, wala haitaki watu wenye aibu. Watu wa kujivuga unataka. Neema inataka watu ngangari, wanajua wanachotaka na wanasema.
Halo, naelewa kuzungumza nini kikatokea pale? Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje. Sikiliza hiyo vizuri. Nenda ukatake vyombo huko nje, kwa jirani zako wote, kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, vyombo vitupu, wala usitake vichache, wala usitake vichache. Ndio hapa ndipo bali nilikuwa napangojea vizuri. Wala usitake vichache. Kwa Mungu wetu hakuna uchache, ila utele. Neema tulionayo sio ya uchache, ni neema ya utele. Kuna mtu mpaka sasa hawezi kusema amina. Aliyeshikilia koromeo lako akuachilie ili uweze kusema amina ya nguvu. Halo, halo. Ndio maana Daudi anasema kwa Mefiboshethi, nitakurudishia mashamba, sio shamba. Halo, halo. Huyu mchungaji aliona kola ya shati imeanza kupiga upinde mweusi, na aliona shati akaona suruali, na alipoona shati akasema hii yakuchafuka, sijui itakuwaje. Fanya jambo, sio suruali, sio shati, na suruali na vasi la 34. Kwa ukienda kutoka shati, leta na suruali. Kwa nini? Mimi sio wa kitu kimoja, ni wa zaidi ya moja. Halo, tuko sawa sawa? Huu ndio ufalme tulionao, na hii ndio neema inavyofanya. Neema haijaja tuwe wachache, imekuja tuwe wengi. Neema haijaja kupunguza, imekuja kuongeza. Haleluya! Ndio maana msalaba unakaa kujumlisha, ni kuongeza, kuzidisha. Haleluya! Ni mashamba, sio shamba. Usitake vyombo vichache, taka vingi. Taka vyombo ambavyo vitatatua matatizo yako. Akamwambia namna gani? Baada ya kuvipata, kisha uingie ndani, ukajifungie mlango wewe na wanao, alafu ukaviminie mafuta vyote vile vyote, alafu mama akafanya navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha, akaenda akajifungia mlango yeye na wanao, akamimina mafuta. Hao akamletea vile vyombo. Mwisho vyombo vikaisha, mafuta yakakoma. Ikawa nilipokwisha kujaa mama akafanyaje? Akamwambia mwanawe, baada ya mafuta kukoma, ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu. Akaja mafuta akimbia tena kwa mtu wa Mungu. Alikuja analia shida yake. Leo ameweka nyumbani utatuzi, lakini anarudi kwa mtumishi. Halo, tunakuombea wakati unalia. Ukipata kicheko hatukuoni, shame on you. Yes. Sisi sio wazima moto. Tunataka na tunataka kushiriki pia baraka zako. Amen. Tunataka kujua wakati umekandamizwa na wakati umeachiliwa. Amen. Wakati una njaa na wakati umeshiba. Yes. Tunataka kujua maendeleo yako. Nisikie, hatuji kujua maendeleo yako ili tukupunguzie. Tunakuja kujua maendeleo yako ili tukupe njia itakayolinda maendeleo yako. Tuko sawa sawa? Akarudi kwa mtumishi wa Mungu, akamweleza yaliyotokea, kwamba vyombo vimejaa mafuta. Nini ambacho mtumishi alimwambia? Naye akasema, nenda ukayauze, nenda ukayauze, uilipe deni yako, ulipe deni yako, naye yaliyosalia wewe na wanao wako tumia, wewe na watoto wako. Yes. Wala mtumishi akusema niletee roho moja. Na ndicho mnachoogopaga. Mnaogopa. Tunawapa mapipa, tukidai lita mnakataa. Ndivyo watu walivyo. Hello.
Halo, halo, hivi mzee, ulifungaga ndoa? Ulifanya sherehe? Ilichukua shilingi ngapi? Ukikumbuka rafu kama milioni 2. Ulienda kanisani kusema asante baada ya ndoa? Ukumbuke, maana baada ya milioni 2 hata kwa Mungu kurudi kusema asante ya huko ulikata kona. Na hivyo maisha ya wengi, wakati wa shida tunakimbilia madhabahuni, na wakati wa raha tunaikimbia madhabahu. Usiwe hivyo, usiwe hivyo. Kilichotokana na madhabahu kitashikiliwa na madhabahu. Kilichotokana na maombi kitaishi na kustawi kwa maombi. Kama kilichotokana na labda ulipanda mbegu kwa Bwana kikatokea, wacha nikwambie, maisha hicho kitu ni mbegu kwa Bwana. Samaki anaishi kwenye maji, ukimtoa anakufa. Mti unaishi ardhini, ukiung'oa unakauka. Kilichokufanyia muujiza ndio njia ya kulinda muujiza. Sio kama hii ni neema inayorejesha amini. Kuna mtu anasikia rohoni mwake kuna kitu anapokea. Haleluya. Huyu mwanamke alikuwa na akili, amejaza mapipa na mapipa mafuta. Hakusema asante Mungu, twende tutafute biashara. Isingeuzika, angeuza kwa hasara. Kwa nini? Maelekezo hana. Sio maneno mazuri. Sasa niongee lugha gani rahisi kwa watoto hawa ili uweze kuelewa? Kilichotokana na Mungu kitastawi na Mungu. Usikibadilishie mazingira. Ndio maana mama wa Samueli aliomba Samueli kwa nani? Na alipompata alimrudisha kwa nani? Kwa Mungu. Alizijua kanuni. Kilichotokana na Mungu kitakaa na Mungu, kitaishi na Mungu, kitaendelea na Mungu. Uwe makini sana, na uwe mtu ambaye unafanya tathmini. Hivi niko hivi kwa ajili gani? Nimepata hiki kwa ajili gani? Ile njia iliyotumika, hiyo ndio njia itakayofanya hicho kitu kilete mafanikio zaidi. Usitumie njia zako. Kuna watu hapa maisha yenu ya boresho maombi tu. Lazima uombe, lazima ufunge. Kuna wengine utoaji tu ndio maisha yako yaende. Halo, ndio kazi zako zichangamke. Kuna kakondo kakwako mwenyewe, ukikaepuka tu vinaanza kuvurugika. Usivuruge mambo yako. Jua barabara yako inapita gari zingine. Amen. Mama alijua sikuwa na mafuta haya, ila sema na siwezi kwenda sokoni, ngoja nimwambie. Akamwambia kabisa, nenda kauze, ulipe deni, na inayobaki kula, tumia na watoto wako. Amen. Unafikiri mama alirudi tena kwa maskini? Unafikiri? Kati ya matajiri walioinuka ghafla ni huyu mwanamke. Maana ghafla alilipa deni, na ghafla alikuwa ndio mama anayeuza mafuta kwenye mtaa wake. Alikuwa ghafla biashara imeingia. Unaelewa vizuri? Neema inapokuja haiji kwa ajili ya jambo moja. Iliposhuka kwa huyu mama, iliondoa deni na ikamtengenezea na maisha yeye na watoto wake, na ikampa biashara. Mungu afanye kwako siku ya leo. Mungu afanye kwako siku
siku ya leo. Narudia tena, Mungu afanye kwako siku ya leo. Haleluya. Neema inarejesha. Watoto waliostahili kwenda kuwa watumwa hawakwenda kuwa watumwa. Mwanamke aliyekuwa katika njia ya kwenda kwenye huzuni ya kuchukuliwa watoto wake, hiyo njia ilikuepuka. Mwanamke alikuwa mdeni asiye na kitu, mara ghafla akawa ana uwezo wa kutoa vitu. Neema inarejesha. Ifanye kazi kwako. Ninaiomba itende kwako. Siwezi kujua na sijui wewe ni hali gani. Sijui kuna nini unachokililia. Sijui ni nini unajiuliza nifanyeje. Sijui, na ni ukweli sijui, lakini umekuja kwa Mungu anayejua. Pengine huna mafuta kama umama, lakini unajua nini? Ujio wako unaonyesha una imani. Kama Mungu angekuuliza nifanye nini, una nini, pengine ungesema nina imani ya kutendewa hili jambo, nina imani ya kubadilishiwa hii hali, nina imani ya kuona tofauti katika hii hali. Huenda usingekosa kitu. Nataka nikwambie, kuja kwako unaonyesha una imani. Na kama una imani, imani itakupa majibu. Imani Mungu ataitumia kukuondolea tatizo. Imani Mungu ataitumia kukufanyia unachotaka kufanyike. Hiyo imani haitakufanya uende mikono mitupu. Imani itarejesha unachotaka kirejee. Uko tayari tuombe? Uko tayari tuombe? Uko tayari tuombe? Tutaisogelea madhabahu kwa sababu tuna imani, na tutamwambia Mungu kwa imani yale tunayotaka yatendeke, na tutakapoweka mikono kwa imani juu yako, tutatangaza itokee. Halo, bado umeketi au labda kuna wengine tunawasubiri? Lakini kama hamna jambo, ni afadhali sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Na kuna jambo natamani Mungu alifanye kwako. Haleluya. Ndugu zangu, huenda muda utoshi kusema juu ya neema ya urejesho, lakini hii ndiyo iliyorejesha mashamba ya Mefiboshethi. Neema hii ndiyo iliyorejesha watoto waliokuwa waende kwa watumwa. Neema hii ndiyo iliyorejesha heshima ya ile familia ambayo ilionekana haina mume lakini ni madeni. Ni neema ilirejesha heshima hii. Neema ilirejesha mama kuwa miongoni mwa watu ambao sasa wanaweza kuonekana ni watu wa watu. Haleluya, haleluya. Katika Mwanzo sura ya 14, najaribu nikuonyeshe kuna kitu, kuna haja ungemwambia Mungu natamani, na ndani iliyokuja nao sio mwingine, ni imani kwa Mungu anayetenda. Nataka waamini. Nataka waamini. Nataka waamini. Haleluya. Nataka waamini. Katika Mwanzo 14, Biblia inasema mstari wa 17, naye Abraham akarejesha mali ilikuwa imechukuliwa, akamrejesha na ndugu yake aliitwa Lutu, maana alikuwa ametekwa. Akarejesha na wanawake, maana walikuwa wametekwa. Akarejesha na watu
maana alikuwa ametekwa. Kwa hiyo mali inaweza kutekwa, ndugu wanaweza kutekwa, vitu vinaweza kutekwa. Kuna mazingira ambayo yanaonyesha kuna jambo limetekwa, lakini tunayo imani inayofanya neema ya Mungu irejeshe kilichotekwa. Amen. Haleluya. 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 Kwa ninakwambia haya ili usione tu ufupi wa yako, uende mbali kidogo, utazame kwa urefu kidogo, uone ni mangapi yangu yametekwa na nataka Mungu arejeshe. Mali inaweza kutekwa. Watu wako wanaweza kutekwa. Nduguzi wanaweza kutekwa. Tunapoomba hii neema ya urejesho, kama ndugu zetu wametekwa, warejeshe. Kama mali zetu zimetekwa, wanawake na wanaume wametuhusu, ikiwa wametekwa, warejeshe. Mashamba yetu yarejeshe. Haleluya. Haleluya. Naomba nikusomea andiko Mungu ukiwa unatafakari mambo haya kabla ya kuomba, ili tunapoomba uweze kuelewa tunachokiomba kina manufaa gani kwa ajili yako. Haleluya. Kwa sawa. Samueli wa kwanza 30. Usikie tu mpango higo, hata kama hakutakuwa na unabii wa kuomba, lakini uone kwa upana mambo ambayo yanaweza kutekwa, lakini Mungu anaweza kurejesha. Samueli wa kwanza 30. Hebu soma mstari wa pili kwanza. Nao waliwachukua mateka wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo. Isikike vizuri. Nao waliwachukua mateka wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo. Walichukua mateka wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo. Hawakuwaua. Mstari wa 5 unasema, basi Daudi na watu wake walipofikiria mji, tazama ulikuwa umechomwa moto, na nini? Na wake zao za mashujaa walikuwa na Daudi. Daudi alikuwa na wakezi, na mashujaa wenzake walikuwa na wakezi, lakini wameshavamiwa na wameshachukuliwa. Daudi ameenda kupigana upande huu, nyuma ngome yake imevamiwa, anarudi na ushindi kule, anakuta ngome imechomwa, haiko tena, lakini mke wake amechukuliwa na wake za wengine. Wanaweza wakachukuliwa mateka. Halo, inawezekana. Nini kikaendelea? Ndipo Daudi na watu wake zao na watoto wao walichukuliwa nini? Tunaweza tukawa na familia hapa ambayo imesema watoto wangu sana, hakuna ambaye sasa hivi anatumikia silaha. Iko familia ipo jamani, ipo. Sio kama mmeelewa vizuri. Nikisema neema inaonyesha ni neema tu ile ifanye, maana ni mtoto wako na anachokifanya kinakupa machozi siku na mchana, na hauna kufanya zaidi ya kulia. Usilie tena, yake neema. Amen. Neema ikishuka inaonyesha mateka, hata watoto huchukuliwa mateka.
Nini kingine? Waume kwa wake, wanaume kwa wake, kwa wanawake, na wao wamefanya nini? Wamechukuliwa mateka. Wamechukuliwa mateka. Sio kama maneno. Tunaposimama hapa kuomba na kusema neema ya Mungu irejeshe, wacha iende mbali zaidi, ikuvuke wewe, iende mbali zaidi. Haleluya, haleluya. Naelewa kuwa mateka ni jambo baya, lakini wakati Shetani ila neema inaweza kurudisha mateka. Halo, mtu akiwa mateka, nikiwa na mtu wangu aliyetekwa, siwezi kufurahi. Mstari wangu unasema, ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia. Kwa nini? Wameteka watu wao. Hakuna mtu anafurahia mateka. Aliyekuteka anakufurahia, ila wale waliotekewa mtu wao hawafurahi. Na kanisa hatuna furaha kuona adui anateka vya kwetu. Tutalia mwili baiti. Wacha watu wasikie, waseme wale watu wakulia. Tutalia. Tutapiga kelele, tutapiga kama tumefiwa, tutalia. Kwa sababu Mungu wetu ana uwezo wa kutusaidia kwenye shida. Haleluya. Hao walilia na ni wanaume walilia mpaka nguvu zikafariki. Hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena, kwa sababu roho ya mateka imewavamia. Lakini mstari wa 7 nataka nikupe hii tuombe, ili ukianza kuombea Mungu neema yako irejeshe mali yangu, mashamba yangu, watu wangu, ndugu zangu, watoto wangu, pengine wengine mtasema mume wangu, wengine mtasema mke wangu, kuna namba utasema, wengine mtasema washirika wangu. Haleluya. Kuna mengi, yaani kuna sura ya kutekwa ambayo haihitaji ujisumbue, ipo, lakini neema itarejesha. Na ndio maana ni mkutano ya neema kurejesha. Mstari wa 7 unasemaje? Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani. Kuna watu wanasikia vibaya usimame kanisani, tunahitaji mateso. Sababu naongea ni sawa, kio ndani wa mzee waongee kitu wakati, maana mimi sitaki wateseke hapa mbele. Tunataka tuwe mbele za Mungu na tunakuwa baada ya kufa. Sitaki mhubiri, yaani hawezi kuhubiri kwa matatizo kama anaweza kuhubiri kama kupata majibu. Hata tukiketi Mungu atafanya, maana tunakuwa tumesogea mbele yake. Amen. Nawe keti, sogea. Hata na mimi kuna kitu kitaleta hapa na tutakuwa na keti. Sitakuwa na mhubiri siku zote nimesimama. Tutakuwa na keti. Malaki anajua tazingatia kuleta vitu. Niwataja tena Biblia ili kisipokuja watu wamenifuatilia wafuatilie. Halo, nisikilizeni watoto wangu. Nisikilizeni vizuri. Chochote kikitekwa kinasababisha maumivu. Kabisa. Lakini tuna Mungu anayetusaidia. Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani mwana Ahimeleki, akamwambia niletee nini? Tafadhali niletee hapa hiyo naivera. Naye Abiathari akamletea Daudi naivera huko. Daudi akafanyaje? Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Nikifuata jeshi ambalo limekuja kuteka nyara kwetu nitalipata? Bwana akamjibu, fuata kwa kuwa hakika utawapata. Nawe ukosi utawapokonya wote. Haleluya. Utafanya nini? Utapata
kilichoteka na utapokonya cha kwako chote. Hello? Hata niambie siri ya Musa. Aliuliza kwa Bwana. Na sisi tumekuja kwa nani? Kwa Bwana. Tumekuja kwa nani? Tumeomba kwa nani? Kwa Bwana. Kama Bwana alimjibu Daudi, utawapata. Nataka nikwambie na wewe utawapata. Kama Bwana alimwambia utawapokonya wote, na wewe utapokonya kila kitu. Haleluya. Unaamini? Ya mambo ni rahisi ukiamini. Haleluya. Haleluya. Tulipokuwa tukiwa na mzee shemasi wa kanisa, akaniambia naomba uniombee, maana nina madonda kwenye koo. Siwezi kabisa kusema. Alikuwa anaongea sauti fulani hivi, ndio nifanye niulize kuliko. Kabla hii sauti yangu nina madonda kwenye koo. Na ilikuwa ni Jumamosi kisha Jumapili, na yeye ndio msifu wa kanisa. Unafikiri nilifanya nini? Ni ibada kesho na hiyo ni ibada, alafu na madonda kwenye koo. Unafikiri nilifanya nini? Nige sikumwambia. Sikufanya nini? Aliniambia niombee, lakini kweli sikumwombea. Unajua nilikwambia nini? Niambia sikiliza. Hii kesi yako sio ya Mungu. Nitazame vizuri. Mtu yoyote akiniona, hali yake ibadilika. Amen. Na itosha hivyo, nilimwambia hivyo na tumeondoka. Jumapili tukirudi kanisani, yeye ndio ameshika maiki akiimbisha. Amen. Na sauti iliondoka na mimi. Aliimbisha kwenye ibada ya asubuhi na akaibisha kwenye ibada ya jioni nje. Sauti iko namna hiyo. Madonda yalipokwenda nampenda wewe Mungu. Nampenda wewe Mungu. Inakuwa vipesi sana kwa. Haleluya. Haleluya. Nisome mstari mmoja kisha tuweze kuomba. Soma mstari mmoja, mstari wa karibu na mwisho. Mbona Samueli ndio hapo tulipo. Soma mstari wa 18. Mstari wa 18 na anasema, mali nataka usikie. Mali nataka usikie. Sawa sawa. Hebu soma kwa msika. Nikupandisha hasira kidogo. Na hapo alipokuwa amewaongoza chini, tazama hawa walikuwa wametawanyika juu ya nchi yote. Wale walikuja maadui wakina na kundi. Usikilize. Angalia shetani na ufanya. Anateka mashamba yako, anateka mali zako, anateka ndugu zako, anateka mke, anateka mume, anateka watoto, anateka chochote, biashara, kazi, fedha. Yeye anasema kutegemea anachofanya. Anakaa mahali, anakunywa, anakula, anafanya sherehe. Utamwacha bibi wako asherekee na wewe? Hapana. Na ndio kitu tunataka kuwa naye. Ndio maana nikwambia kwenye kuomba hebu ndio kawaida. Kwa sababu upande wa pili adui anafanya sherehe kwa kile kinachokuumiza wewe. Lazima ufike mahali. Ninasema bora bandame ipasuke. Nipate ninachotaka kwa Mungu. Kuliko kukaa na bandama na mateso shetani ananifurahia. Sitaki kuwa sehemu ya furaha ya shetani. Nataka kuwa mkumbiti wa shetani.
wanafanya sherehe. Kali hao wameteka, wamechukua, wamekaa mahali wanafanya siku. Haitakuwa kwetu kwa jina la Yesu. Amen. Tutavuruga sherehe yao. Amen. Nasema tumeomba, tumevuruga tayari. Tumeomba, tumevuruga tayari. Haleluya. Sasa kuna sababu nasema naye Daudi akawapiga tangu kubwa jioni hata jioni. Naye Daudi akafanya nini? Akawapiga. Daudi akafanya nini? Akawapiga. Daudi akafanya nini? Akawapiga. Walioteka nyara walifanya nini? Walipigwa. Alafu unamhurumia yeye. Ukiona tunasimama tunakanyanga, tunanyosha na mkono, usawe. Usitone tumechanganyikiwa. Waliotuteka hatutaki wafurahi, na tukiwapata hatutaki kuwacha salama. Akawapiga tangu jioni hadi jioni ya siku ya pili. Yes. Yaani ng'ombe ndio ile kesho. Na hakuna aliyeokoka. Unaanza saa 3 raba saa 6 pale kapofia saa 12 raba sekepa saa 6 usiku pakeleke saa 10 asubuhi raba sokea. Una nini mama? Sitawacha salama. Hello. Hello. Akawapiga. Hakuna aliyeokoka. Walipatikana vijana wakajiunduza, wakatoroka wacha watoroke, lakini tunachotaka kupata 18 anasemaje? Daudi akawapokonya wote waliokuwa wamechukuliwa. Akawapokonya. Najua walikuwa mikononi mwao, kwenye imani zao, kwenye utawala wao. Hakuna neno la kuinua kichwa mara kwa chini ya uangalizi, lakini alipowapiga wakafa na waliobakia wakatoroka. Haleluya. Nitapokonya ndugu zangu. Nitapokonya wanaoitwa. Nitapokonya wanaoitwa kanisa. Nitapokonya mali zilizoibiwa. Haleluya. Ni mwendo wa kupokonya. Amen. Inakufurahisha. Kuna tisa sana. Wala hawakupotewa na kitu, Wala hawakupotewa na kitu. mdogo wala mkubwa. Hata kama walichukua kijiko kinini, walichukua kopo la msalani, kopo Ndio. sana. Daudi hakuliacha, lilirudishwa. Ndio. Haleluya. Kuna vitu tunaweza kuvizarau wavifanye, lakini kuna mali vinafaa. Jamani, fagiwa likae chumbani. Kuna mali lakini linatufaa kwa kufagilia, na likipotea unalitafuta. Kitambaa cha makabasi akifai kwa taulo ya kuogea, lakini wakati wa kabasi kinanifaa, wakati wa jasho kinanifaa. Kikipotea lazima nikiulizie, kiwe kikubwa kiwe kidogo. Kama serikali akichukua, kiwe kikubwa kiwe kidogo, atarudisha leo. Haleluya. Usidharau. Ni kidogo tu, ni kidogo tu, ni kidogo tu. Kuna msemo wa Kiswahili unasema mdharau mwiba Unamchoma. mdharau mwiba guu. Sasa ukiwa na tende tena, sinaona inajabu, lakini mdharau tu mwiba ulikuchoma. Kuangalia vizuri, siku ya siku mbinguni imekuwa hivi, haibebeki, unaweza kusonga chini. Hatudharau. Kama ni cha kwetu, hata kama ni kopo la msalani, shetani utarudisha. Hata kama ni mfagio, shetani utarudisha.
Halo, tuko sasa. Usiseme hata achukue hiyo mradi tu roho yangu iko wewe. Tunataka hicho na roho yangu. Amen. Halo, ndio kwa wakati mtu anaweza kunyoa akaenda vibaya, alafu anasemaje? Uzuri halali huko, anarudi nyumbani. Ulifika. Hatutaki alale huko na hatutaki afanye matumizi huko. Hapa ndio kwake. Halo, mradi tu mimi ananiangalia, wala sijali. Tunajali na mbele tunajali, kama tunajali yaliyo madogo, tunajali yaliyo makubwa, tunajali. Hatuachi kitu. Tunajivika nguvu kama Musa aliyemwambia Farao, hatutaacha kitu. Tutaenda na watu wetu na watoto wetu na kondoo zetu na ng'ombe zetu, hatuache hata ukwato. Siwache shetani hata ukwato. Bwana nataka kuendelea kuhubiri kama ndio nianza. Hata ukwato hatuachi. Ng'ombe tutaenda nazo, kondoo tutaenda nazo, mbuzi, fedha, masufuria yetu, mashamba yetu, biashara zetu, kazi zetu, watoto wetu, hatuachi nyuma. Hiyo hasira ukiona kiana, wasipokufa watatoroka. Yaani shetani na wafuasi yake ni mambo mawili, kufa au na yote kwetu ni sawa. Wakitoroka tumerudisha, wakifa tumerudisha. Haleluya. Usijali. Endelea kutulia. Wanasifiwa. Hawakupotewa na kitu mdogo wala mkubwa. Ulizopendelea wala binti, wala binti, mtoto wa kiume au mtoto wa kike, hakuna yeyote. Unaona maandiko yanayotuonyesha hatuwezi kufikia mahali kasema mwacheni tu dunia itakuisha. Sasa tunabadilisha, mwacheni tu neema itamkoma. Sio dunia ina huruma, dunia inaiba, inachinja, inaharibu, lakini neema inaokoa, inarudisha. Tunawaachia neema. Haleluya. Wala binti na nini kingine, nyara wala chochote walichojitwalia hao. Nyara wala chochote walichojitwalia hao. Majakini. Yaani kila walichokuwa nacho walikiacha. Yes. Sio tu walichotoa kwenye kambi ya Daudi. Hata walichokuwa nacho, pinde zao, ngao zao, mavazi yao, chochote walichokuwa nacho, waliokufa walikimbia nafsi zao. Unaona, shetani hataki kwenda na chako. Nasema shetani hataki kwenda na chako. Amen. Daudi akafanya nini? Daudi akavirudisha vyote. Akavirudisha vyote. Hii ni matendo ya neema ya majeshi. Amen. Vyote. Nasema tena vyote. Amen. Ukiwa umeketi wala usihangaike, anza kuomba maombi yako binafsi yanayohusu vyote kurudi. Wewe usihangaike, anza tu kuomba. Anza tu kuomba. Vyote. Akavirudisha vyote. Napenda huyu Mungu wa vyote. Huyu Mungu wa vyote. Akurudisha vichache, akurudisha nusu, akurudisha robo tatu, alirudisha vyote. Neema ikarudisha vyote.
Wateka wa familia
Unaachiliwa
Utawala
urejesho wa amani, urejesho wa ushindi, urejesho wa maongezeko, urejesho Baba wa kumiliki, urejesho Baba wa kutawala, urejesho Baba wa afya. Asante kwa ajili ya urejesho wa ndugu, asante kwa ajili ya urejesho wa familia, asante kwa ajili ya urejesho Baba katika familia, Baba katika ndoto, Baba juu ya jamaa, Baba juu ya kila nyara zilizotekwa. Asante kwa ajili ya urejesho, umeuachilia Bwana huo urejesho, umeuachilia Bwana urejesho. Asante kwa ajili ya urejesho ulioupata na kuachilia katika jina la Yesu. Asante Jehova, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nataka nimwambie kama umeshiriki maombi haya kwa njia yoyote, amini kwamba kila ulichokuwa unategemea kirejee kwako kimerejea. Biblia inasema akikuachwa kitu chochote, Daudi anasema hata kama angekuwa mtoto mdogo, hata kama ingekuwa kitu kidogo, lakini hakikuachwa, walirudi nacho. Na kama maombi haya umeyaomba, amini kila ulichokuwa unakihitaji kwako kimerejea mchana leo katika jina la Yesu. Bwana wa Bwana, ninasema ni asante kwa sababu wa urejeo wa kila kitu, urejeo wa afya ambayo imerejea mahali hapa Bwana, urejeo wa uzao, urejeo wa watoto ambao walikuwa wametekwa na Ibilisi, kurejea mchana leo Bwana. Ninasema asante kwa sababu wa urejeo wa kazi ya mtu ambayo ilikuwa imeondolewa kinyemela. Mungu wa neema na rehema, ninasema asante kwa sababu wa urejeo wa kila kilichokuwa kimechukuliwa. Hatujaacha chochote ambacho adui alikuwa amechukua, hatujaacha chochote kwa adui. Bwana, ninasema asante kwa sababu ya urejeo wa ndoa ya mtu iliyokuwa imetekwa. Ninasema asante kwa sababu ya urejeo wa mume wa mtu ambaye alikuwa amechukuliwa kwenye ulimwengu wa roho. Ninasema asante kwa sababu ya urejeo wa mke wa mtu ambaye alikuwa amechukuliwa kwenye ulimwengu wa roho. Ninasema asante Bwana kwa sababu ya ndoa ya mtu ambayo ilichukuliwa kwa njia ya ndoto, na mchana leo tumerejesha katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, ninaomba na kukushukuru nikiamini haya yote yamepokea na yamekuwa kwetu. Hiki ndicho